Nashukuru Mungu hata kwa sababu ya siku hii ya leo. Nachukua nafasi hii kushukuru Mungu kwa sababu ya nafasi nzuri amenipa, na hata kwa mtume kunipatia nafasi kama hii kusimama kwa madhabahu to share the word of God kwenu kwa jina la Yesu. So garukiro shomuri ganeti omure ne wage ithio ne Sami na Sami ne muhonoki rito la Ngai witu rogosho. Pigia Minister Karo makofi. Kwa sababu kuna mambo alitufundisha asubuhi na ilikuwa nzuri. It really touched my heart. Kwa sababu alituambia jinsi ya kuwa mwana. What to qualify you? Ni nini kitakufanya? Ni nini kitakufanya uwe mwana? Ni vitu vingine vitakugharimu wewe. Ni maundu mage megukubidi wewe urihe thogora. Bwana wetu napewe sifa. Nasema hivyo sababu mimi ni mzee na watoto wangu watatu. Na wafanyagi venye wanataka kwa nyumba. Sometimes I do kodoa machos. Na nawaambia hapa ni kwangu, wakati utakapokwenda kwako utafanya venye unataka. Bwana wetu napewe sifa. Ni hiyo neno ambalo mtumishi wa Mungu Minister Karo alitufundisha ni kama tu ya Matthew chapter number 12 and verses 33. Just to confirm that, alafu niingie kwa main service. Hapo inasema ya kwamba fanya mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, ama ufanye mti kuwa mubaya na matunda yake yawe mabaya. Hawezi kuwa mweupe pande moja na pande nyingine wewe ni mweusi. Can somebody say amen? Unless tutafute daktari mahali atuambie ni nini hizi ngozi mbili, moja ni nyeupe na nyingine ni nyeusi. Tukija katika ufalme wa Mungu kuna vitu zitatuqualify kuitanishwa na huyu Kristo ambaye amekufa na amefufuka. Mtu aseme amina. Hallelujah. Niguo mwana wako etanio na letwa lyakwa Mwangi no nginya akorwo ni mwana ingimutuma ari hake adamutuma na akarehe nginya sheji. No sikuniambia baba nimekula change kwa sababu mimi ni mtoto wako. Hapana, ni kiboko tu hapo. Usimwekee mtoto kiboko chini. Bwana wetu napewe sifa. So kanisa la Bwana
To confirm that word ni inamaanisha ya kwamba mchungaji ama Minister Karo ametufundisha vitu vya wakati. A timely word. Ya kwamba wewe kuitanishwa na ufalme wa Mungu kwena maudurafa tara ushiare, hawezi zaa machungwa na pande moja uzae dimu. Ilo shomulingete wahonoka vio. Wahonoka ikatea. Ugamina. Eni akiri wega. Wahonoka. Don't count years. Ati mwaka wa 1980 nilimpokea Yesu na nikabatizwa na giheo giathe. Hiyo hakuna kitu inasema kwa mambo ya ufalme wa Mungu. Kenye kitasema ni matendo yako. Mawiko maku na mawiko matiku agadwa gai. Kiria wikire rushini gitigukua no kalera rushio tolo ni mbegu. Bwana wetu napewa sifa. So mtu ajifundishe kupanda mbegu nzuri na utakwenda mbali katika maisha haya ya wokovu. Bwana wetu napewa sifa. Nataka niwaletee ujumbe wa siku hii ya leo. Sitakaa sana sababu nataka kukimbisha sana. By saa 6:45 niwe nimemaliza, kwa sababu leo tunataka tuheshimu wazee na kuna mpangilio ambao tuko nao leo baada ya ibada hii na tutabarikiwa. Bwana wetu napewa sifa. Kichwa cha ujumbe theme ya siku hii ya leo ama mada ya siku hii ya leo nitasungumzia Mungu atawapatia maadui wetu shughuli zingine. Wewe utai nadho dogati ugete amina. Najua wewe salama. Najua uko salama. Na nitakuambia adui ni nini na adui ni nani. Because some of the people here wanahesabu jirani ni adui. Your brother ni adui. Lakini kuna maroho zingine zina operate kwa maisha ya mtu kama adui. Magonjwa ni adui mkubwa sana. Poverty, umasikini ni adui. Nuona go waga kwerwo thimu. Wahura thimu mundu akamerero guo. Agathi hekaro. Nilikwambia tapiga simu kabla saa 6 ifike. Na kala anakosa kuichukua, inalia, inajizima. Ikishamaliza anaweka kadege hapo kaalo. Kwa sababu ya spirit ya poverty. Poverty is a great enemy. Thina nethune ne muturire-ini wa mundu. Murimo ucio wigo kanitha-ini na wina dawa muhuko. Ukire kwa Ngai no wina dawa cia pressure na dina thina. Wina dawa cia shukari, wina dawa ingeoramire gantolo wa miki ya maitho. Kuna dawa mbalimbali kwa kibeti chako. Ni adui mkubwa wa maisha yako na maendeleo ya maisha. Bwana wetu napewe sifa. Mungu atawapa maadui wetu shughuli zingine. Nataka niwekewe kitabu cha Samueli wa kwanza chapter number 23 and verses 23 very fast. Samueli wa kwanza chapter number 23 and verses 23. Nitasoma kuhusu mtu wa Mungu ambaye anaitwa David. Na ni gwari tu na Gikuyu oria Ngai akundeithia. Bible inauga ati Samueli, nimesema Samueli wa kwanza, Samueli wa mbere 23 kwa ajili ya 23. Wale watu wa media waniwekee tu hapo. Samueli wa kwanza chapter number 23 and verses 23. Inasema hivi: chunguzeni basi mkajue maficho yake yote. Anapojificha kisha jooni kwangu tena, msimkose. Nami nitakwenda pamoja nanyi, tena nitakuwa kiwapo kati ya nchi. Mimi nitamtafuta kati ya elfu zote za Yuda. Mstari wa 24. Nao wakaondoka wakaenda Sifu kumtangulia Sauli. Lakini Daudi na watu wake walikuwapo nyikani pa Maoni katika Araba upande wa kuzini wa jangwa.
25. Basi Sauli na watu wake wakaenda kumfuata. Watu wakamwambia Daudi basi, kwa hiyo akashuka mpaka mwambani, akakaa nyikani pa maoni. Naye Sauli alipopata habari, alimuinda Daudi nyikani pa maoni. 26. Sauli akaenda upande huo wa mlima, na Daudi na watu wake wakaenda upande huu wa mlima. Naye Daudi akafanya haraka sana kwenda zake kwa hofu Sauli, kwa sababu Sauli na watu wake walimsunguka Daudi watu wake ili kumkamata. Mstari wake wa 27. Lakini akaja mjumbe, that is my point, mark that. Mstari wa 27. Lakini akaja mjumbe kwa Sauli kusema, jo basi, kwa kuwa Wafilisti wanaishambulia nchi. Basi Sauli akarudi kutoka kumuinda Daudi, akaenda kinyume cha Wafilisti. Kwa hiyo wakampatia mahali pale Sarahamarekothi. Naye Daudi akakwea kutoka huko, akakaa kati ya ngome ya Egedi. Can somebody say amen? Na Bwana alibariki jina lake. Bible inasema ya kwamba it was a day like today ambapo Israeli walifamiwa na jitu. Chapter 18 ya 1 Samuel, Israeli walifamiwa na jitu aliyeitwa Goliathi, na kukakosa mtu wa kupigana na hili jitu. Kama jinsi ambavyo umeshindwa, mpaka wakati mwingine unafika kujiuliza, why me? Kwa nini mimi? Kwa nini ndoa yangu? Kwa nini watoto wangu? Kwa nini huduma yangu? Kwa nini biashara yangu ya Wajiko inainuka, lakini yangu tunafunguaga siku baada ya siku, na Wajiko ni jirani yangu, lakini badala ya business yangu iinuke inarudi chini? Hivyo ndivyo Goliathi alikalia Israeli. Siku moja kama ya leo, Daudi akainuka akiwa amejawa na nguvu na uwezo wa Mungu, akamfamia jitu Goliathi, akamweka chini. Nataka nikuoneshe mahali uadui unaanzaga, na ni kwa nini umesungukwa na watu ambao wanakuchukia. Tahegoto kwa kutodena domireli yako. Bible inasema ya kwamba Daudi hakufanya Saul jambo lolote mbaya, lakini kwa sababu aibu imeondolewa na mtu ambaye Saul alimchukia, mtu ambaye Saul alimdharau. Mara nyingi Saul aliishi kuuliza, na Daudi ni nani na Jesse ni nani? Hivyo ndivyo wameishi kuuliza boma hii ya Kenothia, boma hii ya Karioki. Wanachukia boma yako na kizazi chako bila sababu lolote. Saul akawa ameishi kumchukia Daudi. Hangeelezea the reason ya hatred. But a day like today, David akamwangusha lile jitu linaloitwa Goliathi. Na Bible inasema ya kwamba baada ya ripoti ile kupokelewa katika nchi ya Israeli, wamama wakatunga kwaya, wamama wakatengeneza uibaji uliokuwa na ufunuo, wakaanza kumsifu Daudi wakisema 10,000 Daudi ameua, Bwana wetu na apewe sifa. Lile jambo ambalo Daudi alilolifanya kulete sifa na utukufu katika nchi ya wana wa Israeli lilimletea chuki, lilimfanya kuwa adui ya mtu ambaye anaitwa Saul. Can somebody say amen? Durameno todo kwena mundu ko bete thire wake, ona gutire mundu guthireire uraguri-ini tondu ni urararite githaku-ini kia nyumba yake. No ngoma cio rimu cia uiru, kwa sababu umemsomesha mtoto wako na kibarua,
na jitu nyingine liko na mamilioni ya pesa kwa akaunti, linalipa mpaka school fees ya mwaka mzima, wewe unang'eng'ana kila siku na kibeti kwenda kuongea na principal shuleni angalau mtoto wako asome tu tamu moja. Mtoto wako anafika mahali anapita mtihani, kijimama kinapatwa na pepo, kinaanza kupanga jama ya kuzima nyota ya kizazi chako. Bwana wetu napewe sifa. Biblia inasema ya kwamba hapo ndipo mwanzo wa uadui wa Daudi na Saul. Na Saul akaanza kupanga jama ya kumuua David na akatengeneza vikosi. Leo nimekuja nikuambie zile vikosi zimeundwa, zile vikosi zimetengenezwa ili uletwe chini siku ya leo kwa mamlaka na kwa neema ya haya madhabahu. Ninasambaratisha, ninang'oa nanga, ninaharibu usemi wao, ninaharibu unabii wao. Kila roho ambayo imeinuka ili boma yako isisimame, makadebosia, apigieni Bwana wetu makofi mazuri. Niyo ndiramenya ndiraria nao no ndoria uramakia ni ati ndiraheana kiria Ngai ajerire njuke njire atu. One, ukisucceed, once ukifaulu, it is for your own benefit. Biashara yako ikisimama, huduma yako ikisimama, ni faida yako. Na hata hakuna mahali tutakutana, maybe unipatie kikombe cha maji. Can somebody say amen? Akapanga jama ya maaskari wale sugu wakiwa na silaha, wakajitengeneza, wakamtafute mwana wa Jese ambaye Mungu alimtuma nabii Samueli amutie mafuta. Touch not the anointed. Touch not the anointed. Wewe ni anointed of God. Na wewe ni touch not. Hauguziki. Na kama kuna kidole cha kukuguza kimeelekezwa kwako, kile kidole na ule mkono nimeuondoa katika anga yako in the mighty name of Jesus. Na wakaanza safari ya kumtafuta David, na wakafuatilia, wakauliza, na Saul akasema, chunguzeni kwa makini, kuna watu wamewekwa wakuchunguze. Kuna watu wamewekwa wachunguze ndoa yako. Kwa nini ndoa ya huyu mama imesimama? Kwa nini ndoa ya huyu mzee imesimama? Kwa nini huduma ya Apostle Waroinge imesimama? Kuna watu wamewekwa vikundi wakuchunguze. Lakini leo nimekuja nikuambie, wewe hautachunguzika. Na makasokote pelelezia, hautachunguzika. Hawatapata formula. La bekete pesiketa, hawatapata formula. Hawataona formula. Jana walikuacha ukiwa mweusi, umepatana na dada kama huyu, amekufundisha kuna kitu inaitwa makeup. Neke menori mleke manakoria, wanakuuliza nini? Hallelujah. Waliniacha sina suti, wanatafuta mtu mwenye havagi suti. Sasa tukikutana nao, naitwa Wayaki Road, wanipate nikiwa na suti, waseme mundu uria turetha tutire twamuna na thuti. Tutire twamuona na thuti. Ona getha niguo mareho. Ndenda gukwira kaundu mutumia uyu ukire guku. Ati njira ya thondeketwo ni tondu wa Misiri. Njira ya thondeketwo ni tondu wa Israeli. Am I communicating? Bwana wetu na apewe sifa. Njira ya thondeketwo ni tondu wa Misiri. Njira ya thondeketwo ni tondu wa Israeli. No Ngai yakira mutha, andwa ni ngumekera orimo, oriria morikia kuringa nimegutonya thiini wa iria, na niguo ndigocithie ndatangatha thiini wa rĩtwa-inĩ rĩa Jesu, matana gukinyira
matana kinyira ciana ciaku, matano kinyira kirathimo giaku, wakamatwe na malaika. Matana kinyira apostle, matana kinyira ndungata ya Ngai. Do you know sometimes watu wanafanyaga vitu zingine? Unakuta mtu analala kwa madhabahu kama haya, anasema ya kwamba mudoshi arokua, aroharagana, araunika maguru. Mungu akiwa mbinguni anakuangalia, anauliza ni nani wa kuvunjika mguu? Touch not, touch not. Dera koja kiyo kiora vi, as long as ino atonya na murango uria, wewe touch not, wewe touch not, in the name of Jesus. Na ndokuma goko uria watonya, okuma goko na ngururi, okuma goko na ngururi thĩinĩ wa rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Geithio cio mũriganĩtie high five. Pa. Na Bible inasema hivi, wakachunguza mpaka wakajua mahali Daudi yako ako kwa pango fulani. Deda aguonie mundu wa Ngai ndangĩhutĩka, tiga guoya ati ni ukomenya nie na ni hoyaga Ngai wa iguru. Kai ni hoyaga amete iguru, utiniete kisirani fujo. Hallelujah. Ati ni ukomenya nie njaranagiria na Ngai one on one. Ati unajua mimi ni nabii na ida mlimani. What so what? Thank you very much. So what? Ngai atakire shosho wa mundu, na ndari agagima kwa mundu, na ndari ararira kwa mundu. Tiga gutishwo ni mundu. Can somebody say amen? Wakachunguza mpaka wakapata mahali Daudi amejificha. Saul akaja tu ni kama umbo ya msungu inajua kunusa. Ngai aroto mathahothire thaha wao daura na utumumu. Wakamtafuta mpaka wakajua, wamekutafuta mpaka wakajua, mpaka mahali ulichukua loan ya biashara. Wakamwendea yule aliyekupa loan, wakamwambia mutumia ucio wahaire loan ndarehaga thire, ndarehaga thire ucio mwahaire loan, na wereke ngwire hindi iria wete ni riu to ucio no agagutunya. You see now, sasa mwenye alikupatia deni unakuta ameanza kukupigia simu za fujo. Kumbe kuna mtu amekuchunguza mahali ulienda ukachukua loan ukaanza kwa biashara. Sasa ulikuwa mwebaba, umeanza kunona, hata kutembea kwako umeanza kucheche. Hivyo sasa wanakamatwa na roho nyingine ya shetani. Bible inasema ya kwamba walipomkaribia David na hao askari, all of a sudden mstari wa 27 kukatokea mjumbe mmoja wa Sauli. Mjumbe leo ndenda kuga matana gukinyira Ngai atomane, merwo mwana ni akoma thibitari, merwo nyumba ni yahia. Wewe unaonesha adui mena ati mena, unacheka na mtu anataka doa yako ishe. Doa yako ishe ni kupatie huyu mke wangu uoe, alafu uoneshe adui meno. Mimi nakuwa serious na adui because mimi najuaga mimi ni touch not. Tika kwenderio gwane mundu na thiomi igire riri kabose ladies, thiomi mbili tu, na ukimwambia roho wa Mungu anasema nini, anaanza kufanya facha macho hivi. Ati roho wa Mungu amesema nini? Tunaongea na dimi. Usitishwe na mtu, mwambie nini ndagwatana na Ngai. Ndiaragia na thiomi neguo, no ndi na gwatana na Ngai wa. Kukatokea mjumbe, lakini akaja mjumbe kwa Saul kusema njoo upesi, kwa kuwa Wafilisti wameishambulia nchi. Neguo Ngai akuhonokie gutirudo atagika. Biblia yaugate kukatokea mjumbe akaja kwa Saul akamwambia mfalme, usiendelee na safari hii ya kumtafuta Daudi,
kwa sababu Mfilisti na hasira amekuja kuifamia nchi yetu. Na Biblia inasema ya kwamba akasimama akaambia wale askari waliokuwa na hasira na Daudi ya kwamba wachanane na huyu kijana wa jeshi, kwende tukaokoe nchi. Kabla waende kuokoa nchi, Daudi akapata nafasi ya kujificha. Matana gukinyira gaine yako we hitho. Matana gukinyira gaine yako hitha. Nieko hitha kiheo. Nieko hitho tungata. Nieko hitha mahoya maku. Nieko hitha mbeca ciaku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Can somebody say amen? Ero cio mũriganĩtie Ngai nĩegũkũhitha. Ndũgũkua hĩndĩ yaku ĩtarĩ nginyu. Ngoma nĩ wa maheni. Thĩinĩ wa rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Na nĩtuoka kuga Apostle Waroinge ataishi long life in the name of Jesus. Huduma hii tumekuja kusema Mungu ainue, izae watoto wengi watakaofuatisha maono in the name of Jesus. Celebrate Jesus. Ngai nĩegũkũhitha rĩ, nĩwe ndĩrĩrĩra na wahithwo nĩ faida yaku. Ũguo tiga kũndora, we nĩ wokũhithwo. Kai wahithwo ndũkagĩa na pressure rĩ, nitakĩrĩ. Wahithwo ndũkagĩa na cukari rĩ, nitakĩrĩ na cukari. Wahithwo nyũmba ndĩkahingwo rĩ, nitakĩrĩ mũhingĩre nyũmba. Ithe wa kũhingwo nyũmba ti faida yaku. Ngai arogocwo. Wahithwo Ngai akũhega school fees rĩ, ni itakĩrĩ na kana ndĩratwara grade 1. Kana gakwa kamũica kĩrĩ kada kĩhaya kona. Na nĩgĩte form 4. Rĩu ona wahithwo, we nĩwe Ngai akũhe school fees. Nĩguo ũhote gũthomithia twana. Pigieni Bwana wetu makofi mazuri. Na Biblia inasema ya kwamba Sauli akarudi akatoka kumuwinda Daudi. Ndio dhimu hii pelekane ya kwamba Mungu atawapatia maadui wetu shughuli zingine. Sisi turukishe mwaka bado wanakufuata. Wanakufuata mpaka leo. But after this Sunday service, kuri andu maturete makufuatireire matagũkufuata rĩngĩ. Kuri athoni maturete mendete okue tondu nĩwatigire mũriũ wao. Ndakanja gĩkuũ. Kai watiga mũriũ wao, kai mwaciranĩirwo nake. Kwani mlizaliwa na yeye? Muda akakurehere ũrimũ. Pigieni Bwana wetu makofi mazuri. Unity tie in the name of Jesus. Hallelujah. Ati tutiwe akaumirira ku mundu ucio tondu heria ndajarego ni maito ari ho. Hakuweko, nikanyonyeshwa, nikasomeshwa. Tumekutana na wewe mam nikiwa na ndevu. Sitio? Ati ni ogokua. Ero ucio murite ndogokua ira. Nataka nikuoneshe venye Mungu anapeanaga maadui wetu kwa mikono yetu. That is 1 Samuel chapter number 24. Hiyo chapter ya 24 verses 1. 1 Samuel chapter number 24 verses 1. Samueli wa mbere chapter number 24 inasema hivi: ikawa Sauli aliporudi, Sauli ashoka, Masaulu mothe mahundirwo ni Ngai na Jesu na roho. Masaulu na kote da guchira kana kageni digigeta Saulu. Aliporudi baada ya kuwafuata Wafilisti, aliwaambia ya kwamba Daudi yuko katika nyika ya Engedi. Ndipo Sauli akatoa watu 1000 waliochaguliwa
katika Israeli wote, akaenda kumtafuta Daudi na watu wake juu ya majambali ya busi mwitu. Akafika penye mazizi ya kondoo kando ya njia, na huko kulikuwa na pango. Sauli akaingia ndani ili kujifunika miguu. Daudi na watu wake walikuwa wakikaa mle pangoni ndani sana. Can somebody say amen? Well, how wate akaingia kujifunika miguu, atonyire hau gwiteithia, no ndaramenya ni hau Daudi ali. Hallelujah. Aliporudi kumfuata David, akafika kwa hili pango na akaacha askari nje, akaingia kwa pango kujisaidia, ama kulingana na maandiko ikasema akaingia kujifunika miguu. Kumbe David aliyekuwa anamfuata alikuwako ndani ya lile pango. Daudi akawa anamuona Saul akija na askari wakiwa kule wanamuona. Akaingia, askari wa Daudi wakamwambia Daudi, sasa imefika ile siku ambao Bwana amekuletea adui wako mikononi mwako. Can somebody say amen? Na Bible inasema ya kwamba David akageukia akawaambia, siwezi muguza mpakwa mafuta wa Mungu. And because David was a true son, nirudi mahali Minister Karo alitufundisha asubuhi, David was a true son to Saul. Lakini Saul hakumpenda mtoto wake. Wazazi tulio hapa tuwapende watoto na tuwabariki in the mighty name of Jesus. Tiga goshagura ciana. Ocio wena danene au mirenda yaku. Nocio wena dai mahende-ine au mirenda ine yaku. Tubariki watoto hata kama mtoto hakuna kitu anakupeaga, mbariki. Biblia inasema ya kwamba David akasema hatutaguza mpakwa mafuta wa Mungu. Lakini kwa sababu David alikuwa na upanga wa utawala aliopewa wakati alipotiwa mafuta na Samueli, akamkaribia Saul akiwa amepiga magoti, akakata kipande cha nguo ya mfalme Saul. Na wakati Saul alipomaliza kujifunika miguu, akatoka kwa pango ili apange jinsi watakavyomfuata kumtafuta David. David akasema, hili jambo sitanyamaza nalo, lazima nioneshane my God is able. Hallelujah. Lilia Ngai ekondo oyagashia na iguru okona ni oria Ngai angihota gwika. Leto Ngai witu rogosho. David akatoka pande ile nyingine ya pango na Saul akatoka pande ile nyingine. Alipokuwa akipanga Saul, David akaita Saul akasema, Saul na baba yangu na mfalme wangu, mimi ndiye huyu ambaye umemchukia miaka yote, umeishi kunitafuta uniue. Leo kama nikukumaliza ningekumaliza. Akaambiwa, geuka na nyuma uguze pinde la nguo nimelikata na ndilo hili. Deda gwiryo aliothe maguthuire muthenyo mwe ni urakia thutha wa ibada ya umuthi. Leto la Ngai witu rogocwo. Leo jumutia komenaga oro uguo. No go ndiwe githungu, no ni njue gikuyu tondu mu gikuyu. No ko ndire handu ingiaka, no Ngai mwene tiri muthenyo mwe no ugakinyanira, no kagia na akona ndaga kama bati uga amina. Ndukio cyo mwigiritia kumenaga, tia kumenaga indo ni ciaku. Hallelujah. Bible inasema hivi, David akachukua lile pinde la nguo. Saul alipoambiwa yale maneno na David, akapiga magoti. Muthenya ni uroka thũ ciaku ciguturirie akapiga magoti, akamwambia Daudi, leo mwanangu, nimejua na nimefahamu ati Ngai ni apapacete gugutua muthamaki wa Israeli. Kiria Ngai anabanga gugutua riu thio gatuike thiini wa rĩtwa-inĩ rĩa Jesu.
kiria Ngai anabanga njira anabanga gukuhingwa ni tondu waku riu nithie gakuhingukire hurira Jesu witu ri rwega. Saul aliyekuwa amebeba mabunduki na mapanga amuue mtoto wa Jese masikini, sasa ndiye amesema, and I want you to assure me my son. Leo ni atuweka mwana. And I want you to assure me my son, ya kwamba utakapokuwa unatawala Israeli, utatunza nyumba yangu, utatunza uzao wangu, utatunza mashamba yangu. Can somebody say amen? Ni umuthi withi lucio rwaku ni rorokinya, Ngai akuiga handu iguru, ni umuthi utai na nyama cia kuinia, lucio Ngai ni agutuma uihurie nyama mwiri, ni umuthi utai na nguo ya gucenjia, lucio ni ukugia na nguo ya gucenjia, ni umuthi utangithie saruni njega, no lucio ndauga ni ugathi saruni njega, no umuthi utangikara nyumba njega, but your tomorrow is coming. Lucio rwaku ni roroka. Can somebody say amen? Nyine ndiramya kwena mundu ndirahunjeria guku no thi ugatonge riu. Can somebody say amen? Kai guthina kare gutonga ni ngoma riu thi ukagie na ito, thi ukagie na ito, thi ugathereme, thi ugature miaka miingi, thi ukagirirwo ni riera, thi ukagirirwo ni mai. Hey, hey, celebrate Jesus. Letona Ngai witu nirogocwo. Akira David, ni ndakwihokera nyumba yakwa, ndakwihokera indo ciakwa, tondu ni ndamenya umuthi nie ni nie thu yaku, we nduri thu yakwa. Ta imagine kumenya oroka, your enemies will confess, watakiri mbere yako. Niyo na maundu majaragia shosho, ni maundu majaragia shosho, ni uyu waji ni mutumia uyu wina kidege wajirite, nie ndio uyu ni uyu wokire gwakwa na nyurisha ikombe icio akihe ciaku. The time is coming. Saul wakira David, ta imagine ni mundu enduri mundu turita guthukirie ritwa agikwira Charity maundu macio ni waziri wa Daily, ni waziri ucio mutaraga nake mbeca niwe wa Daily, na kuraga maitho nginya karuta miwani. No ni tondu waziri arike kumenya winanga Ngai waku aromenyeka, Ngai waku aromenyeka uthonini kuo uguranite no ugurite athonie kumarogutia thiini wa ritwa-ini ria Jesu. Ndacoka ndikariganirwo kigongona giki gitikariganire guku Nairobi thiini wa ritwa-ini ria Jesu. Ngore ngidiramenya no ndaria nake no ndiramenya ni ndirauga undu ritwa Ngai witu rogocwo. Tiga kugia na meciria mathi tondu mundu ni aguthura na ubange njama ya uria kumunina. Ona rimwe no God uyu gusmile ndiye gusmile ni serious man no ganda smile he kindu kinene muno kiahandika wona ndazimwe ndatheka hanini ugu menya riu piu hau heka undu gatuma njigwe wega. No ungiona rimwe wacemania na ndura maguthuire madiga gismile kumonega tiri ndi na thina niko sawa ndikuo muno na yu ndera kumwira ashirika guku undu uria wihokeirwo ni apostle ti akutigana naguo. Bless on be in a mission in the name of Jesus. Pigeni Bwana makofi mazuri. Nedareria mundu niwekewe kitabu cha Mwanzo 31. Kuna uwezekano hiyo ndio nitamaliza nayo. 31 Genesis chapter number 31 and verses 17. Nitasoma mpaka 24. Ndienda kuma thimu-ini. Ndienda tu okuonia ati ndukahinge maitho ri.
wakati mwingine fuguaga. Yes, thank you. Wakati mwingine fuguaga macho, unaona venye watu wana behave. Ndukahiga maidhado wadu wakikagwa makioya. Kirofira. Kiroma. Na ido wena ulikile kwa roho liberation light ya liberation light. Evasoration like. Lakini watu wengine wanakukodolea macho, wanakuroga tu na maneno. Arothira, aroharagana. Can somebody say amen? Genesis chapter number 31 and verses 17 inasema hivi: ndipo Yakobo akaondoka akapadisha wanawe na wakeze juu ya ngamia, akachukua wanyama wake wote na mali yake yote aliyokuwa ameyapata na wanyama aliyowapata katika Padan Aramu, ili afike kwa Isaka babaye katika nchi ya Kanani. Fede? Basi Laban alikuwa amekwenda kuwakata manyoya kondoo zake, na Raheli akaviiba vinyago vya babaye. Yakobo akahadara Labani Mshami, kwa kuwa hakumwambia ya kwamba anakibia. Okay, 21. Basi akakibia yeye na yote aliyokuwa nayo, akaondoka akauvuka mto, akaelekeza uso wake kwenda mlima wa Gileadi. 22. Hata siku ya 3 Labani akaabiwa. 22. Mark that. Baada ya siku ya 3 Labani akaabiwa ya kwamba Yakobo amemkimbia. Akatoa ndugu zake pamoja naye, akamfuata mwendo wa siku 7, akampata katika milima ya Gileadi. Number 24. Mungu akamjia Labani Mshami katika ndoto ya usiku, akamwambia, ujihadhari usimwambie Yakobo neno la heri wala neno la shari. Can somebody say amen? Wakati mwingine unapoishi ni vizuri kujua unaishi na nani. Jua hata wakati mwingine tuwafundishe watoto wetu wenye wanaoa na wanaolewa, ni wapi unaoa kwa bale gani? Unaolewa kwa bale gani? Ni vizuri wakati mwingine usiseme msichana wako atapoteza kijana. Mtoto wako ataingia kwa boma achukue msichana, kijana wako awe mtumwa. One of my cousin alioa, baada ya miaka 3 akahamia kwa kina mke wake na akajengewa kanyumba kwa kona ya shamba. Akawa mtumwa kule, ndio tu agira ng'ombe. All that. Bible inasema ya kwamba Yakobo alipotoka kwao, alipomtoroka ndugu yake, kwa sababu alichukua sehemu yake ya baraka, akaenda kwa Laban, kwa sababu Laban alikuwa mjomba wake. Without knowing, Laban, he is also a conman. Laban alikuwa ndugu ya mama yake Rebeka. Na Biblia inasema ya kwamba Yakobo alipokuwa kule akafanya miaka 7 akadanganywa, akafanya ingine akadanganywa, mpaka alipofunguka macho. Leo nakuombea ufunguke macho. Mungu akufungue macho. Ujue unatembea na akina nani. Ujue ni akina nani unaoomba na wao, ni akina nani unaofanya biashara na wao. Ujue hata sasa ni akina nani unatembeaga nao. Ukiwaita co-workers, huyu alikuwa my classmate wakati tulipokuwa wasichana tulisomea sijui wapi. Wewe angalia sana na uone tabia za huyu mtu. Bible inasema ya kwamba akakaa kule akafanya miaka hiyo. Siku moja kama ya leo, Yakobo akafunguka macho, akajiita mkutano, akasema sitaishi haya maisha tena. Na Bible inasema ya kwamba akamgojea Laban mjomba wake aende milimani kukata manyoya kondoo zake. Kumbe akaanza kujipanga, akachukua wake zake, akachukua watoto wake na kondoo na mbuzi na utaji wote aliyokuwa ameupata kwa mjomba,
na akatoka polepole bila kumpungia mjomba wake mkono. Biblia inasema ya kwamba baada ya siku 3 Labani akapata ripoti ya kwamba kijana wa dada yake amemtoroka. Hapo ndipo Labani alikuja akaanza kupanga njama kama Sauli, akachukua ndugu zake, si kwa sababu ya mazuri, ili ni yaende akamlaani Yakobo. Deda gulio muthi mundu murathime ni murathime. Mundu murathime ni murathime. Ona ngithikwo tiri ni ta ngwaci, ta mirio ya ngwaci. Ndio kuna watu wanajua kuomba, wanajua kuomba. Yinyi jaribuni hii long number. Kuna watu wanajua kuzika wengine. Netamudika. Kuna watu wanajua tokoro uri uguo tondu he handu wathikirwo na ndoi wathikeirwo ko. Niko turaga tu na mathina utamenyaga no ndogo rutaga ta ndogo muki. Tondu kwina kundu waku nikirwo na ihoya. Na ti tondu ni uraraga kwa mundu. Sitorika ni uriaga kwa mundu. No ngoma cia wiru. Toka ithu aku ni geko hiki. Mbeca icio waracirio waje kugura dawa nacio. Biblia inasema ya kwamba Yakobo akamtoroka mjomba wake. Na Biblia inasema ya kwamba Laban akamfuata for 7 days. 7 days. Na ndugu zake, na najua walipokuwa wanatembea kuna maneno waliokuwa wanaisungumuza. Leo tukimpata lazima huyu tubulete chini, lazima tumulaani. Doe nie de mamawe, doe de mamawe. So what? Maudu magede ganangana mo. Ila mudu wewe sister ya mamiti ya kodehera. Jesus died. Watu dio nahe ho ni ukulogwo ni ugwithuro mukonyo marwe thwa no turike. Tenea gudo atajikuna nini kitofu hapa, atajikuna ama maria mehaha thi mugethwe muone na mukurora mukonyo guko ni kwa Ngai guko tigwa gwithura mikonyo na gutishira ciana. Tia utisha ciana. Do not provoke your children. Bless your children. That's why watoto wetu wanateseka sababu ya wajomba wengine walevi. Wajomba walevi. Ona ukwaza kwa wewe na mama wa mundu na wanethwira mukonyo mwana wa sister yako. Thiu kahera nduri muhonoki. Go and repent. Nikuja na sister yako ituranywa fagi uko na dawa. Agema ituka maraya makaunange. Todo wa mama so what? Ni mama nikaribie tu tuonane. Can somebody say amen? Katika usiku wa 7 siku ya 7 ilipofika, Laban akachoka na ndugu zake wakarara mahali. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo akamtokea Laban. Akaonywa, akaambiwa thikiriria ngwire muthuri uyu, ona wakinye na Jakufu ndugathie kumwira undu onomwe mwega kana muru. Riu ndatangatha ndi haha iguru na ndauga toria Ngai aturaga muoyo, kiria giothe kibange ni ndagikanja, ona magukinyira kiria mekuga kirwaga hinya, kirwaga gutherema. Hallelujah. Kirwaga hinya. Twamukinyira, tukimfikia, tukimpata. Lucy, nataka kukuona na shughuli za kuwapatia kila mmoja bahasha hapa. Anza sahi na uanze na hawa waimbaji na ukuja kwa wachungaji, hivyo tu very fast. Kila mtu awe na bahasha. Leo tutatoa sadaka ya kukanusha maneno yaliyosemwa kinyume na sisi. Omothe turenda gukaja ciugire cirio ni ya mama. Tiguo yoroya. Turoyo utari federa duse. Abireria haha. Peana bahasha.
Kila mtu achukue bahasha na uanze kuandaa sadaka nzuri ya kuconnect, ya kujiconnect na neema hii, ya kunyamazisha masauti yaliyozungumzwa. Bible inasema ya kwamba Gai akiumirira utukoshyo, Gai akiumirira Labani akimwira ndukagerie. Mungu akamjia Labani Mshami katika ndoto ya usiku, akamwambia ujihadhari sana. Leo na mimi nimetangaza wajihadhari sana maadui wako, kwa sababu Mungu atawapatia shughuli zingine. God will divert them. Mungu atawadivert kwa jina la Yesu. Wamekwisha njua ile njia unapitaga asubuhi unapoenda kazini, wana underline kalaini hapo without you knowing. Unakuja unakanyanga kale kalaini, unakuta ya kwamba siku hiyo imekuwa siku ya kisilani chungu mzima. I cancel that report in the mighty name of Jesus. Maraba ni mothe Maria marahukite ithenya ria ruciaro rwa nda yaku. Utuku wa muthe Ngai aromaumirira amakanie, marokanio ni Ngai na Jesu na roho thĩinĩ wa rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Marokomwo nĩ mũraika wa Ngai, marokomwo nĩ hinya wa kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Mpatieni Bwana sadaka ya makofi mazuri. Ni wangapi wanaamini ya kwamba leo maadui wetu watapatiwa shughuli? Niye kwaso muthi kwa ajili ya muthi yule atakanyaga line yangu ajue ni long number. Yangu long number. Kuna watu watakuwa diverted in my life. Watakuwa diverted. Si hata wewe diverted. Maroma agema ukuragira maitho takwina kindu muragurana. Uguo. Ukura kurira maitho uguo takwina kindu mureka biashara. Kemea hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Leto raga witiriro gosho. Rugama na maguru mako. Dreda wewe kwa kuna iguru uguo. Na wewe karaga kuna iguru uguo. Tondu hema ndikodera guthoma hatuke declarations. Declarations. Kitabu cha Mika 7:7 na mstari wa 8. Inua kidole chako. Tiaku hata mundu uragua hata aranogerera. Oguo ginya kamera yone. Ati he kindu turariria. Ucoka wewe uthio waku na iguru uguo. Na wajie kuona roho ria guthinagia na maitho ma kiroho. Tiakurura thi, roha iguru. Tu thini wa kigongona giki gia CFC. Under this man of God. Deda ucokere cigo ici. Wethu yakwa. Ugawandireire wega. Nindira gutongoria wethu yakwa. Wethu yakwa. Thikiririo muthi. Onogoro ni gwiteri. No ndi ukira ringi. Onogoro ndi nduma-inĩ nene. Mwathani nĩ aretwĩka ũtheri wakwa. Cokera ringi wethu yakwa. Wethu yakwa. Wethu ya kigongona. Wethu ya kigongona gĩkĩ. Wethu ya ndungata ya Ngai. Harĩa hothe ũrĩ. Thikĩrĩria. Onokorwo nĩ tũgwĩte. Nĩ tũkũrũgama rĩngĩ. Ona twakorwo twĩ gatagatĩ ka nduma. Jehova nĩ egũtuĩka ũtheri. Celebrate Jesus. Pigia Bwana wetu makofi mazuri. Shangwe na vigelegele. Hallelujah. Amen. Dera tuinithio rwimbo ni andu aya Ngai. Rwau nego riria theru makaingira. Riria theru ma. Leo waje kurehe bahasha yaku. Lete bahasha yako. Umakaigera.
kaine kwenda kagoro aina makirwo one mwakinya una makirwo ne mwakinya kaine kwenda kagoro na makirwo ne mwakinya akaingira mtu asitoke nje. Hatujamaliza, sijaomba mtu asitoke nje. Yes, lete tu, weka tu hapo. Wale ambao hawajaleta walete tu. Tukahora. Ndio tablokie moko makubere ine agai werekeje kigogona ine. Nyosha mikono yako. Ishara ya kupokea tu. Elekeza, fanya hivi kama unapokea kitu. Kwa sababu kwa hii madhabahu ina kila kitu. Nikisema unasema amen. Na mikono yako ibarikiwe. Sema kwa sauti ya juu, na mikono yako ibarikiwe. Amen. Kazi ya mikono yako ibarikiwe. Amen. Mungu akubariki ukitoka na ukiingia. Amen. Uzao wa tumbo yako ubarikiwe. Amen. Mungu akuunganishe na watu wazuri. Amen. Kwa jina la Yesu. Baba wa milele, kwa jina la Kristo Yesu, wana wako wamenyosha mikono yao, wameelekeza kwa haya madhabahu. Nami kama mtumishi wako chini ya haya mafuta, ninatangaza baraka. Hakuna ufukara tena, hakuna magonjwa tena, hakuna kubaki nyuma tena, hakuna kucheleweshwa tena. Natangaza kuinuliwa kwa watu hawa kwa jina la Yesu. Watu hawa Mungu kawatie wimbo mpya kwa jina la Kristo Yesu. Naomba na kuamini. In the grace of our Lord Jesus Christ, in the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Tuketi chini zote. Nataka kumleta mtumishi wa Mungu Minister Karo ndio atupatie hiyo programu nyingine venye tutaelekea.